Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wana maisha ya kuigiza, ambayo haya maisha ya kuigiza kiroho yalikuwa na mto wa halali Shetani. Na Shetani alikuwa akipata halali mdogo, anaharibu kila kitu. Bwana Mungu, sikiliza, Mungu analituma neno lake mchana leo kukwambia kuna vitu ambavyo Shetani anaviona kwenye maisha yako, na hivyo vinampa halali. Anakwenda nyumbani mwako, anaharibu amani. Anaenda kwenye biashara yako, anaharibu biashara. Anaenda kwenye kazi, anaharibu kazi. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho huwa anaangalia kuna vitu vinampa halali. Shetani haingii mahali ambako hajapewa halali na hajapewa nafasi. Kuna vitu vile ambavyo adui zako usiku na mchana huwa wanavitafuta. Kitu cha kwanza ndio halali, na kitu cha pili ni nini? Nafasi. Shetani anapopata nafasi kwa watoto, utashangaa unalipa ada nyingi, ada kubwa, lakini mtoto hawezi hata kusoma shuleni. Utashangaa unafanya juhudi nyingi kufanya mambo, lakini matokeo zile juhudi hazipo. Ni kwa sababu kuna vitu Shetani anaviona vinampa halali. Na huyu Shetani Yesu alimwona kama mwivi. Hakuna siku ambapo mwivi ataingia kwenye maisha ya mtu alafu aache mapazia yanapeperuka kwa usalama. Lazima kuna vitu vitaharibika. Ndio Paulo anasema, ninyi watu wa Efeso msimpe Shetani nafasi, maana huwa nafasi ndogo anaitumia kwa ukubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Shetani hutamani usiku na mchana kupata uhalali na kupata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na akipata uhalali kwenye kila jambo lako, anaiba vitu vifuatavyo. Ataiba furaha. Utavaa nguo nzuri lakini umenuna. Ataiba amani. Unakula ugali, utazani ugali unaingia kwenye sikio, uingii tumboni. Kumbe shida ni kwamba amani imeibiwa. Akiiba amani, anaingiza tumbo inaitwa uchungu. Unashangaa hakuna jambo linalokwenda kwenye mambo yako. Hakuna mtu mwenye uchungu ambaye pesa inakujenga kwake. Hakuna mtu mwenye uchungu ambaye anaweza kuwa rafiki wa mtu yeyote. Hakuna mtu asiyeweza kusamehe anaweza kuwa ni mtu mwenye furaha mahali popote. Naongea watu wa Mungu hapa. Manake Shetani akiangalia anaona vitu vyake kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya. Lakini haishii tu hapo. Utasema najiandaa kuingia kwenye ndoa, shangaa ndoa inayeyuka.